Sasa huu ni ushauri ambao utafanya usiangalie tena video zangu, usinifollow tena Instagram. Nikiweza tukushika bilioni 2 kwenye maisha yangu, mimi nishamaliza. Labda nataka niote kitambi, nataka nifanye nini? Nishatoka tayari kwenye hizo trade. Of course ni kitu very touching. Sipendai kukizungumzia sana. Mimi umaskini wangu ni self made. Gari yako inavyoonyesha kasta yako tairi zimetoka hivi. Unasema hiki kimeharibika, so hicho ni hiki. Anashangaa, wewe ni fundi kwani? Kwenye maisha yangu na uhakika sitopitia changamoto yoyote. Kuna jamaa wangu mmoja alinitapeli kilegalega tu kidogo, anakurudisha boto. Sterling yanapitia magumu. Kwa kuwa najali matokeo yako kuliko wewe kunifollow Instagram, nitakupa ushauri huu. Toka tumefungua trading floor, ratiba zimebadilika sana, zimekuwa very tight. Unajua siku za nyuma hapo ilikuwa ratiba ni tight, lakini zote nazifanyia nyumbani. Sasa mtu ukifanyia ratiba nyumbani inakuwa kuna advantage fulani hivi kwamba unaweza ukawa unafanya hichi, yani kwa mfano hauna haja ya kusema unatoka sijui kwenda kula, hamna haja ya kusema labda unataka ufue, inabidi uende kufua, yani ni hapo hapo ndani unamaliza kila kitu. Pamoja na kwamba ukifanyia kazi nyumbani matokeo unayoyapata haiwezi yakawa mazuri compared na trading floor, lakini ilikuwa kuna kitu fulani hivi ambacho kipo. Lakini sisi tunaona kwamba matokeo ni beta kuliko hicho kitu ambacho kipo. Kwa hiyo tuna choose kupata matokeo. Sasa tukija kwenye swala la kupata matokeo, kiukweli ratiba recently zimekuwa ni very tough. Ratiba zimekuwa ni very tough na huwa hata tunajitahidi kuongeza ratiba. Nitakuja kuelezea kwa nini tunaongeza ratiba, ila ratiba ni very tough. Unakuta kwa mfano siku kama ya leo nimeamka asubuhi mapema saa 10. Nimeamka saa 10, nimekaa kwenye skrini nyumbani kwa kiasi fulani lisaa zima. Then nimetoka nyumbani, nimeenda kwenye trading floor. Kufika kwenye trading floor, tumefanya market breakdown asubuhi saa 2:45 mpaka saa 4 kamili. Price ika create ile gap hapa, tuka create ile low, jana tume create low high. So mimi nilikuwa naangalia namna kujoin hii movement ambayo tukafika kwenye hii point, tukapata diminution ambayo ilikuwa tested na tukapata hii bullish, then tuna hii diminution. Na current structure nikaitreat kama correction ya kuja kutesti hii area validation price level ambayo imekuwa reason ya hii break. Baada tu ya market breakdown nikakaa kwenye screen ili kuweza kuendelea na analysis zangu mwenyewe. Kwa hiyo nimeendelea na analysis zangu mpaka mida ya saa 7. Hapo analysis, kufanya follow up ya trades. Kuna baadhi ya pair za last week nilizitrade, nilikuwa nazifanyia follow up kuona zilivyo evolve. Nishatoka tayari kwenye hizo trade, lakini tunaona kwamba okay, namna gani nilizimanage, kitu gani ningefanya better according to zinavyo move sasa hivi. Nilikuwa na tizamia pia. Sasa baada ya hapo nilikuwa na session na brothers kwenye trading floor. Kuna hizi sessions tunazifanya pamoja, lakini kuna sessions ambazo tunaweka hizi kwamba bwana mtu fulani na mentors tu au pair fulani na mentors. So kwa trading floor tumeweka hiyo, watu wanakuwa in term of pairs ili kuweza kushirikiana kwa ukaribu. Kwa hiyo nilikuwa na session na brothers wawili, brother Mwangos na brother Mkinga. Kwa hiyo kafanya hiyo session, hapa natoka naenda garage. Sasa inakuwaje naenda garage saa hizi? Ni kwamba nimekuwa na tairi ambalo limetoka nundu kidogo. Kama unavyojua hizi low profile ukiendesha kwa muda fulani linaleta vitu kama hivyo. Lakini nimekuwa nayo kwa muda fulani kwamba sipati muda wa kwenda kubadili. Na option ya pili ya kumpigia fundi aje achukue gari akabadili then anirudishie, lakini kama unavyojua mafundi wa dawa sometimes si prefer sana hiyo option. Pia kitu kingine, mimi gari yangu sipendi kuna maeneo ionekane, na ukiconsider gari na plate number unaweza ukampa fundi then akaenda kwenye maeneo ambayo sio preference yangu, ameenda bar, ameenda wapi,
sioni kama ni kitu proper. Kwa hiyo napendaga sana niwe mwenyewe, nipeleke gari, nimalize, nitoke, na mtu huwezi kuzuia au control kwamba bana, sikia, mimi nakupa gari utoke hapa straight uende garage afu urudishe hapa. Hiyo ni ngumu. Mtu akipigiwa simu, njoo hapa kuna nini, anakuja. Na hata mtu unavyokea kitu chako tofauti na mtu mwingine yoyote. Hivyo sasa nikija kwenye swala nilikuwa nazungumzia mwanzo, swala la ratiba. Kama hapa naenda garage, lakini kutokana tu na sababu kwamba nilikuwa najua hili tairi nikisema nisiende garage leo naweza nikaliendesha even mwezi au miezi miwili bila kwenda garage kutokana na ratiba zilivyo. Lakini pia jana nilikuwa na drive kurudi nyumbani, nikapata changamoto ya tairi ya mbele. Umeona, kwa sababu nilikuwa najua hizi tairi ni za kubadili. Nimekuwa na safari 2-3 za kwenda nyumbani mkoani na nini, sijabadili. Kupata changamoto, yani najua naweza nikakaa na hii tairi nikatembelea spare kwa muda bila kubadili kwa sababu tu ya ratiba. Kwa hiyo nimeona ngoja tu nisichukue muda wowote, niende moja kwa moja garage, afu ndo nitaendelea na ratiba nyingine. Gym, nitakuja kufanya advanced self review ya siku na vitu vingine ambavyo viko kwenye to-do list yangu ya leo. Sasa hivi recently ratiba zimekuwa nyingi, lakini bado tunaongezea na ratiba nyingine nyingi, unaongezea vitu zaidi. Unakuta tuna ratiba bado ni nyingi, lakini tunaongeza events za community. Ratiba bado ni nyingi, lakini tunaamua kutoa vision mpya ya app. Ratiba bado ni nyingi, ila kuna surprises nyingi tunawaletea pamoja na ratiba hizo nyingi ambazo zipo. Sasa kuna watu wengi sana waga wananiuliza, hivi kwa nini unafanya vitu vingi hivyo? Unakesha mpaka usiku kufanya kazi, tayari umeshakuwa profitable, lakini bado unakaa kwenye screen 4 hours a day. Unafahamu vitu vingi, lakini bado unanunua kozi, unasoma za vitu mbalimbali, unanunua vitabu, unasoma. Bado ukiona kuna mtu unaweza ukajifunza kitu kwake, unamtafuta, unajifunza, unamuuliza vitu, bado unafikiria kufanya so many things. Wakati watu wengi vijana wangekuwa kwenye nafasi kama ambayo nipo, probably wangesha relax. Umeona? Sasa watu wengi wananiulizaga hayo maswali, na mimi majibu yangu ambayo niweke hapa wazi leo public kabisa ni majibu ambayo nitayajibu pia kwa maswali, na maswali yenyewe ni maswali matatu ambayo ni kama yanafanana, maswali matatu. Sasa swali la kwanza ambalo ndio swali main kabisa, yani hili ni swali ambalo mtu akiniulizaga ili swali, hata kama sitomjibu direct, ni kitu ambacho kinanijaga cha kwanza kwenye kichwa. Of course mtu anaweza nikaanza kumwambia malengo yangu na nini, nataka nifike hapa, lakini kitu cha kwanza ambacho kinanijaga kwenye kichwa ni why not, kwamba okay, unafanya hivi vitu vingi, unajipa pressure ya kuachieve vitu vikubwa. Mtu anaweza, kwa nini nafanya hivyo? Mimi nitauliza tu why not, yani kwa nini nisifanye hivyo? Kama ni kitu ambacho kinawezekana, okay, kujipa pressure, kwa nini nisijipe? Okay, kuenda extra mile, kwa nini nisiende? Sionagi kama kuna sababu ya kwamba kwa nini nisifanye vitu beyond capability ambao watu wengi wanaweza kufanya. Let's say sasa hivi tumefungua trading floor Masaki, utakuwa ananiambia saizi hela mbona ni hela ambazo unaweza ukakaa tu ukaendesha maisha yako kaa kidogo kidogo na nini. Kwa nini uendelee ku-aim vitu vikubwa hivi, usi relax tu? Ila mi swali langu ni lile tu, why not? Nikipata majibu hapo, naweza nikapata muda wa kusema okay, ngoja sasa nitulie nile bata. Lakini sioni sababu, kwa sababu nikisema kwamba okay, labda sasa hivi nalala masaa 4, 5, 6, nianze kulala masaa 10 labda au masaa 8, why? Labda nataka niote kitambi, nataka nifanye nini? Sioni sababu. Kwa hiyo option pekee ambayo naiona
ni kufanya vitu beyond normal capability. Hivyo sioni sababu yoyote ya kuacha kufanya vitu beyond normal capability, na hii inanipelekaga kwenye swali la pili, kwa sababu naona kuna kila haja ya kufanya vitu beyond normality, beyond vile ambavyo watu wamezoea. Kuna kila haja ya kujitoa. Sasa swali la pili ambalo huoga nafikia ni kwamba why not now? Kwa nini sio sasa hivi? Sitaki kufikiria kesho, sitaki kufikiria next week, sitaki kufikiria next month, sitaki kufikiria next year. Why not now? Na vitu ninavyovisemea sio vile vitu kwamba ni achieve nyumba, why not now? Hapana. Vitu ninavyovisemea ni niweze kuaccomplish vitu ambavyo ndo vitanipeleka kwenye hayo malengo ya kuwa na vitu fulani ambavyo watu wengi wanatazamia tu kupata vitu. Kwa hiyo nafikiria why not now, kiasi kwamba ndio inanisukuma kuweza kupush kila siku, kila wiki, kila mwezi. Hakuna wiki, siku, mwezi toka nimetimiza miaka 18, toka nimeingia kwenye ujasiriamali ambayo sijafanya vitu kupush beyond normal ability. Na inafika stage naona kabisa kwa mawazo ambayo ninayo sasa, labda na kwa mali pia hapo nipo sasa hivi, kikawaida ilitakiwa nikapumzike, kikawaida ilitakiwa ni relax. Sasa huo ndo wakati naweza kusema naenda beyond kawaida, na hiyo mara zote ina results kwenye matokeo ambayo ni beyond kawaida. Of course watu wengine wanaweza sione beyond kawaida, lakini ingekuwa ni kitu ambacho kila mtu anaweza akafanya, ingekuwa kuna watu wengi sana wameweza kuachieve vitu ambavyo tumevifanya kwenye industry hii na hata kwenye industry nyingine. Lakini hamna. Kwa nini? Sababu kuna vitu tunavifanya ambavyo ni beyond kawaida. Na kitu ambacho mi naamini ni kwamba mtu ukifanya vitu ambavyo ni beyond kawaida uta-achieve matokeo ambayo ni beyond kawaida. Sasa kila siku tunakutana na watu ambao wako successful kutuzidi, na hiyo ni kila mtu, sio mimi tu. Hata wewe unakutana na hao watu, utakutana nao barabarani, utakutana nao ofisini, na mtu ukikutana na hao watu nakuta hata wengine vile vitu ambavyo unasema mimi maisha yangu nategemea, yani nikiweza tukushika bilioni 2 kwenye maisha yangu mimi nishamaliza. Unakutana na mwenzako hiyo bilioni 2 ni amejenga nyumba tu, au hiyo bilioni 2 ni amenunua gari tu, au hiyo bilioni 2 yani amefanya kitu kimoja, nimefungua kampuni tu. Sasa hii ni kitu ambacho waga mara zote kinanipeleka kwenye swali la tatu, ambayo nilisema kuna maswali matatu kwamba why not you, why not me. Hayo maswali kwamba kwa nini sio mimi, au kwa nini sio wewe ambaye unanitizama, au ni huyo mtu mwingine. That means kwamba huyo mtu kuna kitu anakifanya ambacho ndo kinafanya awe yeye na sio mimi kuwa yeye. That means huyo mtu kuna kitu anakifanya ambacho wewe na mimi haukifanyi. Sasa hii inaenda kwenye mada nyingine ambayo ni separate na hii nilikuwa nazungumza hapa. Kuna kitu kimoja ambacho of course ni kitu very touching, sipendai kukizungumzia sana, lakini kwenye hii video ngoja ni kishare. Kitu chenyewe ni kwamba kwenye maisha steps ambazo mtu anazipiga, kila mtu tunasema ni self made, yani kila mtu ni self made. Hivyo sasa hivyo zoeleka ni kwamba matajiri peke yao ndio watu self made, yani kila mtu anajua kwamba tajiri ndio anaweza kusema kwamba bana, mimi utajiri wangu ni self made, mimi nimejitengeneza mwenyewe. Lakini kiuhalisia kila mtu ni self made. Mimi, wewe, kila mtu anayetazama hii video ni self made. Tofauti tu ni kwamba watu ambao ni maskini hawakubaliki kwamba bana, mimi umaskini wangu ni self made. Matajiri pekee ndio wanakuwa na courage ya kuadmit kwamba utajiri wangu ni self made, nikiwa namaanisha kwamba hatua ambayo mtu upo, hatua ambayo mimi nipo, hatua ambayo kila mtu ambaye unamfahamu yupo, ni kuna vitu amevifanya, ametengeneza njia, ametengeneza namna mpaka afika kwenye hiyo hatua. Either iwe ni hatua nzuri au iwe ni hatua mbaya. Hamna hatua ambayo mtu yupo na hiyo hatua yeye hajaitengeneza.
hata kama mtu amezaliwa kwenye familia labda ni matajiri, at the end of the day kuna chances kubwa kwamba yeye kuwepo hapo ametengeneza, kwa sababu wapo watu wangapi ambao wanafahamiana nao wamezaliwa kwenye familia fresh kabisa, lakini siku moja wamezingua kwenye maisha. Watu wangapi unafahamiana nao waliachiwa mali na sasa hivi wako sifuri. Kwa hiyo at the end of the day, mtu regardless ulitoka chini, ulitoka juu, ulitoka katikati, wherever, jua tu kabisa kwamba wewe ni self made. Hizo hatua ulizozipiga ni self made, either za kurudi nyuma ni za kwenda mbele, na hicho kitu ndio kinafanyaga nifikirie why not me, kwa sababu mimi ni self made. Mimi hata kama nikizingua, imetokea leo nimezingua kwenye kitu fulani, nitasema kabisa kwamba hayo ni makosa yangu mimi ndio nimetengeneza, ni self created problems. Yani mimi waga nafikia sije nasema kwamba hata leo mimi nikachukua pesa nikamwazima mtu, alafu huyo mtu akaingia mitini asinilipe, still ni tatizo ambalo nimelitengeneza mimi, sio huyo mtu mwenye tatizo. Sasa watu wengi waga wanafikiria tu kwamba the situation ni mfumo wa elimu sio mzuri. The situation ni kwamba nimezaliwa kwenye familia sio nzuri. The situation ni kwamba kuna jamaa wangu mmoja alinitapeli sio nzuri, ndio maana sijafika mbali. The situation ni kwamba unajua nilipataga issue moja ikawa hivi. The situation ni kwamba nilifeli shule. Yani mtu atajaribu kuingiza situation nyingi. The time tu mtu ukitoa hizo situation ukaanza kuona kila kitu ambacho kinaendelea kwenye maisha yako ni vitu ambavyo ni self made, na wewe ndio muhusika wa mwisho wa kile unachokifanya, umemaliza. Wakati tunasubiri tairi ibadilishwe, ngoja niweze kuhusiana na wewe vitu viwili ambavyo ni vitu vya msingi sana. Sasa kwenye maisha, kila mtu ambaye unakutana naye yuko kwenye mbio za kufikia malengo yake, kufikia ndoto zake, na hizi mbio zinakutana na vizuizi vingi sana ambavyo ndio vinasababisha huyu amefikia malengo, huyu hajafikia, huyu amefika mbali, huyu amefika mbali zaidi, amefika karibu hivyo, na wengine hata mtu anaweza kufeli kutokana na vizuizi ambavyo vipo. Sasa kwenye dunia sasa hivi kuna fakta mbili kubwa ambazo zinaweza kusababisha mtu asifikie malengo, na hizi fakta mtu ukiweza kuzi-identify na kuzijua vizuri, inakuwa kwako ni rahisi kufika malengo yako. Sasa fakta ya kwanza ni external factors, fakta ambazo zinakuzuia kufika malengo kutoka kwa vitu nje ya wewe. Sasa hivi vitu nje ya wewe inaweza kuwa ni vitu vingine, inaweza kuwa ni social media, inaweza kuwa ni mambo tofauti tofauti. Lakini fakta ya pili ni internal factors, fakta ambazo wewe mwenyewe ndo unajizuia kufika, aidha kutokana na kuprocrastinate, kutokana na kutofanya vitu ambavyo umeviplani, mambo mengine mengi sana ambayo 100% yana rely na wewe. Sasa hivi vitu nitaelezea kitu kimoja huku na kitu kimoja huku, ambao ni vitu very powerful. Sasa kitu cha kwanza nitaanza kwenye mambo ambayo ni tunasema mambo magumu, ambayo yanasababishwa na most of time external factors, lakini pia inaweza kuwa internal factors, ila most of time ni external. Sasa personally napitia pia mambo magumu, na mambo magumu hamna mtu yote ambaye hapitii, ila kitu kimoja ambacho nimekiapply for so many years na kimekuwa kikinipa matokeo tofauti na matokeo makubwa ni kwamba kila wakati ambao napitia changamoto huwa nakuwa nafikiria kitu kimoja tu. Nafikiria kwamba hii changamoto ambayo napitia itakuja kuwa ni very exciting story in the near future. Kwa mfano sasa hivi kuna changamoto nyingi ambazo nimeshapitia huko miaka ya nyuma,
let's say nikimwambia mtu kwamba mimi nishai kulala stendi, nikimwambia mtu nishai kulala chini, ni kitu ambacho actually kinakuwa ni very exciting. Ilikuwaje kwaje? Kwa kwamba mtu anaona kuna hatua tayari umeshapiga na zile changamoto zimebakia kuwa past. Sasa ni the same sasa hivi. Kwa kuna changamoto napitia miaka 2, 3, 5, 10 mbele, nikija nikimwambia mtu zitakuwa ni very exciting. Sasa kwenye hii kuna trick moja kwamba ili changamoto au ili story iwe very exciting, inabidi iwe ni changamoto kubwa, sio changamoto ya kawaida. Na ikiwa changamoto kubwa, nafanya story iwe nzuri, tunasema hiyo story ya kusisimua. Yani kwa mfano ni kwenye movie, unakuta mimi ni hero wa maisha yangu, kwamba wanasema kama ni kwenye movie ni Sterling wa maisha yangu. Sasa kama kwenye movie the more Sterling yanapitia magumu, the more movie inakuwa exciting kuona kwamba what will happen next baada ya hapa. Lakini ikiwa ni movie alafu Sterling anakutana na majambazi kuu wa kawaida ambao unajua kabisa kwamba huyu anaenda kumdefeat dakika 0, there is no any way hiyo movie itakuwa exciting. Lakini kitu cha pili ni kwamba the more mtu unapitia mambo magumu na ule ugumu ni ugumu mkubwa, inafanya vitu ambavyo unataka kuviachieve vio ni vitu vikubwa zaidi. Mimi kwa mfano leo nikisema na set very small goals kwenye maisha yangu, na uhakika sitopitia changamoto yoyote. Hakuna changamoto yoyote ambayo nitapitia, kwa sababu itakuwa ni kitu ambacho naweza kukiachieve easily bila kusweat. Lakini pale ambapo mtu unaweka goal ambayo ni kubwa, ndio inafanya sasa ukutane na changamoto ambazo ni kubwa zaidi. Na pia kwa experience yangu hata miaka iliyopita, the more na overcome changamoto kubwa, ni kama vile tunasema ile kupiga chura teke, unakuwa umeongezea mwendo. Ndio changamoto zinakuwa kwamba nikiovercome tunajikuta niko kwenye uwanja mpya. Sasa the issue ni kwamba changamoto haziishi. Ukiingia kwenye uwanja mpya hivi, unakutana na maadui wakubwa zaidi, unasema jambazi kubwa zaidi, ambao ukilegalega tu kidogo wanakurudisha bottom, lakini ukiwa overcome wanakufanya upige hatua kubwa zaidi tofauti na wale wa mwanzo. Kwa hiyo wana treat maisha hivyo kwenye siku zote. Kwa hiyo hata ikikutana na kitu hivi changamoto, nasema hii ni changamoto kubwa kuliko ambayo nimepitia, nikiovercome tu nitakuwa kwenye next level. Na hiyo inafanya nikikutana na changamoto napata morali zaidi, kwa sababu najua this is something ambacho kitanipeleka kwenye level nyingine. Then tukiwa kwenye upande wa pili ambao ni external distractions au tunasema external factors za kukuzuia kufika kwenye mafanikio au kwenye yale malengo ambayo unayo. Sasa hivi kuna msemo mmoja watakuwa wanasema, nianzie na wazamani, watakuwa wanasema kwamba wewe ni around watu 5 ambao wamekuzunguka. Sasa hivi sio hivyo tena. Sasa hivi ni kwamba mtu unazungukwa na social media yako na online na internet yako kuliko hata unavyozungukwa na watu. Sababu unaweza ukafanya tu average, ukaangalia simu yako kwamba anatumia muda kiasi gani, sijui wapi kwenye your activities. Utajikuta labda kwa siku una masaa 12 au masaa 15 ambao uko macho, lakini muda ambao umespendi kwenye simu ni masaa 10. Masaa 2 ulikuwa huku, masaa 2 huku, masaa 2 huku. Uzuri simu sasa hivi zina track your activities na unaweza kuona. Mtu ukiangalia yale masaa utaona kwamba most of your time unatumia na watu wengine au ambao utasema watu 5 average ambao watafanya wewe wa aina fulani, au most of time unatumia kwenye simu yako. Sasa kama most of time unatumia kwenye simu yako, kitu kikubwa ambacho kinakuwepo ni kwamba uweze kucontrol vitu gani unaviona kwenye simu. Kwa hiyo ile nguvu ambayo unataka kucontrol vitu gani unaviona kwenye simu sasa hivi inahitajika kubwa kuliko hata nguvu ambayo unatumia kwenye watu wakina nani wawe ni watu ambao wamenizunguka. Kwenye hili nataka nikupe ushauri ambao nimekuwa nikiutumia kwa zaidi ya miaka 7 ambayo nimekuwa serious kwenye biashara. Sasa huu ni ushauri ambao probably utafanya usiangalie tena video zangu, ushauri ambao utafanya usinifollow tena Instagram, lakini kwa kuwa najali matokeo yako kuliko wewe kunifollow Instagram, nitakupa ushauri huu. Ushauri wenyewe ni kwamba kuanzia leo
acha kabisa kuconsume content kwenye social media. Instead, anza kucreate content. Kucreate content zinazo share experience zako za maisha, kucreate content ambazo unashare biashara zako na vitu vingine. Then huo muda ambao ulikuwa unautumia kwenye social media, unatumia kwenye simu, kuchat na watu and everything, utumie muda huo kusoma vitabu, kujifunza skills mpya, kuboresha zile skills ambazo ulikuwa nazo, kufanya kazi na kusimamia zaidi biashara zako. Utajikuta unapiga hatua kubwa sana kuliko kawaida. Mpaka tunafika mwisho wa mwaka utakuja kunipa majibu kwa baada ya kufanya tu ushauri huu nimepata matokeo gani. Najua inahitaji discipline kubwa sana anyway, kwamba 90% 99 ya watu ambao wanatazama video hii hawatoufuata, ila mi nimefuata ushauri huu na umenipa matunda makubwa sana. Ukiingia kwenye social media 90% out of 100 naingia kupublish content zangu, kupublish mawazo yangu, kupublish vitu ambavyo navifikiria, then na focus the rest of my time kufanya vitu vingine. Ukifanya the opposite, maana yake ni kwamba social media instead ya wewe kujenga, yenyewe ndio inakujenga, na most of time haito kujenga in a positive way, kwa sababu vitu vingi ambavyo vinapostiwa kwenye social media na hata ukiangalia timeline yako unaweza ukaona kwamba nikiconsume hivi vitu by the end of the year nitakuwa nimeachieve nini kikubwa. Ila leo ukichagua kwamba instead ya kuconsume nitaanza mimi ndio niposti, watu wawe wananiangalia mimi, utabadilisha vitu vingi sana. Utabadilisha vitu vingi sana. Wewe fikiria tu kwamba hawa watu wote ambao unaingia kuangalia, unaingia kuwafuatilia, kwa nini watu wanaofuatiliwa wasiwe wewe? Kwa nini mawazo yako usiaweke nje, vitu ambavyo unaviamini kwamba okay, hata kama hauna biashara yoyote, nafikiria hivi na experience hizi. Kuna uwezekano experience zako hazijakupa kitu chochote kikubwa kwenye maisha, ila ukizishare utakutana na watu ambao wana experience kukuzidi, utakutana na watu ambao wataona potential yako according to na hicho kidogo ambacho unakishare, according to hiyo experience ndogo ambayo unayo. Hii hapa ni adjustment ya kemba. Gari yako nyuma ina kemba na ina toe, ambayo toe ndio hii hapa kemba. Huu mkuku unatakiwa uje ukae hapa. Na huyu usogee hapa. Sawa? Hizi namba zote zigeuke green, kama unaona iko hapo green. Na hizi zigeuke green zote. Hapo ni nyuma. Mbele hapo mbona wameandika rear wheels. Manake ni nyuma. Hii hapa front wheels. Sikenje nimeshakwambia. Front wheel gari yako mbele haina adjustment ya kemba. Ambayo ndio hii. Hapa kuna vitu vitatu. Kuna kemba, kuna caster, kemba na toe. Caster hii hapa ambayo ndo hapa. Kemba hapa ambapo ndo hapa. Toe ni hapa. Gari yako inavyoonyesha caster yako tairi zimetoka hivi. Ingawa kwamba hazijawa mbaya kivile, kwa sababu ziko zote mbele kwa usawa mmoja. Ndio maana unaona hapa inaandika plus 0 degrees na hapo plus 06 24 kwa 10. Hii 24 kwa 10 ni asilimia vichache sana ambavyo sio shida, ziko zote mbele kwa usawa mmoja. Kwenye hii adjust, hivi vitu vyote vitatu vina tofauti. Kuna kemba, kuna caster, kuna kemba, kuna toe. Caster ni nini? Kemba ni nini? Toe ni nini? Caster ni tairi zipo hivi, yani tairi moja linaweza likawa mbele au lingine likawa nyuma. Sasa tuna adjust na kaa sawa. Kemba ni nini? Kemba tairi ziko hivi, kuna tege la hivi, tairi zinaweza zikawa hivi au zikawa hivi au zikawa hivi. Una adjust zinakaa sawa. Toe ni nini? Toe ni tairi moja zinaweza zikawa hivi au zikawa hivi, kama hapo zako zinaonyesha ziko hivi, kwa sababu mkuki uko huku na huu mkuki uko huku, ambapo unatakiwa uadjust uzinyoshe zikae katika usawa mmoja. Sasa hapa tutaenda kuadjust kwa hapa front mbele, tutaenda kuadjust hiki. Sababu ndio adjustment ambayo wewe uko nayo. Lakini inaonekana gari wewe kuna sehemu ulikuja ikacheze kidogo. Kidogo zika
Tembea haraka, kimbia sana. Na hisi kipindi kile kwenye tour. Kwa hiyo ndio shida inatokea vitu kama hivi. Kufiksi hapo kuna vitu vya kuangalia, kurekebisha. Hizi wishbone zinatakiwa zifunguliwe, uangalie kama kuna kitu itakuwa kimebendi, ndio kinarekebishwa au unakianuliwa kingine kipo. Sababu hakuna adjustments ya hizo kitu. Okay. Sawa. Ngoja tutachukua spana fulani kuadjustia nini. Sawa. Kwa shukrani sana. Vitu kama hivi ndio ukimpa tu fundi gari kwamba njoo fuata gari utaenda kurekebisha hiki kile, hata akija kuelezea hawezi ukaelewa vitu kwa ukubwa ambao utaelewa hapa. Mtu unaeleweshwa kabisa kwamba bana, kuna hiki na hiki na hiki haviko sawa, kwa sababu gani, ulipita wapi, ilikuwaje na kila kitu. Kwa hiyo mimi napendaga sana, na kama nitaspendi muda wangu lisali moja dakika 45 nje nijionee kabisa kwamba kitu gani na kitu gani haiko sawa, kwa nini, napata ka experience fulani hivi. Unajua mimi nyumbani hatujai kuwa na gari, sijawahi kumiliki pikipiki. Magari ni kitu ambacho nakuta ni kitu kipya, na sio magari tu, vitu vingi unakutana navyo ni vitu vipya. Sitariwa kwenye ile familia ambayo sijui watu wameenda likizo sijui Poland wapi Dubai, hapana. Si likizo, ni unaenda kwa bibi kwa nani hivyo. Kwa hiyo nikipata hasa hizi experience kidogo, inafika stage tairi hata linaharibika, unaojua kwamba okay, ni kitu hichi. Nafika stage kitu fulani kina changamoto, unajua hichi ni hivi na hivi. Hata siku ukapeleka kwa fundi mwingine ambaye ni mjanja kwa kulingana maeneo ambayo upo, na unajua exactly, anamwambia hicho nachosema sicho, ni hiki. Unasema hiki kimeharibika, so hicho ni hiki. Anashangaa, wewe ni fundi kwani? Lakini kumbe ni mtu ulichukua tu maamuzi ya kuja kwa unafuatilia vitu vyako kwa ukaribu. Na hii ina apply kila sehemu, sio kwenye gari, hata kwenye biashara. Inawezekana mtu umeajiri mtu afanye kitu fulani, unafuatilia kitu kwa ukaribu sana, kiasi kwamba hata sehemu akileta hichi akifanyiki hivyo kinafanyika hivi, unakuwa hapana, hicho mimi nakifahamu na kiko hivi hivi na hivi.